Hii ni saa ya kufunguliwa kwako na dada wa jibu, Nabii Oliver Elisha. Nabii Oliver, dada wa jibu, ana majibu ya maswali yako. Una swali? Piga simu namba 0678429429 na 0692370805. Utahudumiwa kwa saa 24. Yohana sura ile ya 20 na ule mstari wa 24 nitasoma kwa jina la Yesu. Walakini mmoja wa wale tenashara Tomaso aitwaye Pacha akuwa pamoja nao alipokuja Yesu. Basi wanafunzi wengine wakamwambia, tumemwona Bwana. Akawaambia, mimi nisipoziona mikononi mwake kovu za misumari na kutia kidole changu katika mahali pa misumari na kutia mkono wangu ubavu wake, mimi sisadiki hata kidogo. Basi baada ya siku 8 wanafunzi wake walikuwa ndani, Tomaso pamoja nao. Akaja Yesu hali mlango ukiwa umefungwa, akasimama katikati akasema, amani iwe kwenu. Kisha akamwambia Tomaso, leta hapa kidole chako utazame mikono yangu, uletewe mkono wako utie ubavuni mwangu, wala usiwe usiyeamini bali aaminie. Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu akamjibu, wewe kwa kuwa umeniona umesadiki. Wanaheri wale wasioniona wakasadiki. Basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake, zilizoandikwa katika kitabu hiki. Baba, nasema asante kwa ajili ya neno hili. Waponye, waokoe, wabariki, wainue watoto wako wa kike na wa kiume waliokuja katika madhabahu hii iliyojibu na kufungua maisha ya watu wengi. Asante kwa sababu uwepo wako na nguvu zako uko nasi. Katika jina la Yesu nimeomba na wote tuseme amen. Na mwezi huu nimeona vita vikali vikiinuka katika maisha yangu binafsi, lakini nimevishinda. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema ashindanaye na Bwana atapondwa nini? Kabisa. Kwa hiyo tulikuwa na vita vikali na bado tunaendeleza vita vikali. Bwana Yesu asifiwe. Mwezi wa 4 ni mwezi wa kumiliki. Lakini tutaendeleza vita. Ibada zote za mwezi mzima zitakuwa ni ibada za moto. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakuuliza swali, unaamini? Unaamini ya kwamba unaweza kumiliki? Unaamini ya kwamba yeye alikufa na kufufuka katika wafu na hayupo tena kaburini? Anakuuliza, unaamini yale aliyosema na wewe kwa ndoto ni kitu halisi? Unaamini alivyotangaza utaolewa kwa imani? Unaamini alivyotangaza utafanya biashara kwa imani? Unaamini alipokuita na kukupaka mafuta atakutumia kutoa pepo wewe ambaye haukusoma Biblia? Unaamini? Bwana anakuuliza, unaamini? Katika ibada hii anasema na wewe unaamini? Bwana asifiwe. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo mengine yote mtazidishiwa. Wakati unautafuta ufalme wa Mungu lazima uamini. Watu ambao hawakumwamini Mungu walikuwepo tangu wakati wa Yesu. Tunaona mmoja kati ya wanafunzi wake ambaye anaitwa Tomaso. Yesu alikuja kwa mission moja ya kumkomboa mwanadamu ambaye ni mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa katika dini, tulikuwa katika dhambi, lakini kwa damu ya Yesu ametuokota, akatutafuta, akatuleta katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Anataka leo wewe uanze kuamini ya kwamba ni Mungu anayeweza. Ni Mungu anayeponya magonjwa yote. Ni Mungu ambaye ashei utukufu wake na mwanadamu. Alafu anataka utambue mawazo yake ni tofauti na mawazo yako. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye ameamua kutafuta ufalme wa Mungu ataamini ya kwamba Mungu yupo. Tomaso anaambiwa Yesu amefufuka, anaanza kukataa. Mimi siwezi mpaka nione alama kwenye mikono yake. Ni mara ngapi Bwana ameongea na wewe ya kwamba utajenga nyumba yako, ya kwamba utakuwa mtumishi mkubwa wa Mungu? Wewe unasema mbona mpaka sasa hivi sijaanza kutoa pepo? Mbona mpaka sasa hivi wewe utajiri unaotangaza Mungu sioni hata dalili? Unaamini?
Unamwamini yule aliyekuokoa? Unaamini ile nguvu iliyokutoa katika dini? Unaamini ile nguvu iliyokutoa katika dhambi na uovu? Unaamini ile nguvu iliyokutetea ulipofiwa na wazazi wako? Unaamini pale ambapo watu wote walikuona ufai, Yesu akajitokeza? Unamwamini? Thomas anasema mpaka nione. Wewe ni mara ngapi unasema mbona Mungu kama ameniokoa, mbona huu ugonjwa uondoi, mbona hii tabia iondoi, mbona bado mimi sina fedha, mbona bado mimi sina sky kwangu, mbona bado siendeshi gari? Haujaona Mungu amefanya kitu katika maisha yako? Waebrania 11. Hebu soma Waebrania sura ya 11 mstari wa 17 na wa 19. Anataka umwamini. Anataka uamini. Amen. Anataka uamini. Amen. Yesu anataka uamini. Amen. Waebrania 11, 17, 19. Nitasoma kwa jina la Yesu. Amina. Kwa imani Ibrahimu alipojaribiwa akamtoa Isaka awe dhabihu. Na yeye aliyezipokea hizo ahadi alikuwa akimtoa mwanawe mzaliwa wa pekee. Na yeye aliambiwa katika Isaka uzao wako utaitwa, akihesabu ya kuwa Mungu aweza kumfufua hata kutoka kuzimu, akampata tena toka huko kwa mfano. Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu alikuwa ameshafika mwisho, lakini maandiko yanasema aliamini. Hata baada ya kupewa mtoto Isaka, bado Bwana anamwambia nipe huyo mtoto. Ni mara ngapi Bwana amesema na wewe, nataka muda wako uamke uombe, nataka mali yako, fedha yako ambayo ni haki yako unipe mimi. Unaamini aliyesema na wewe ni Mungu? Ni mara ngapi Bwana amesema na wewe, hawa watu siwataki katika maisha yako, wako kinyume na mimi, watoe. Kwa nini unasema itakuwaje? Ibrahimu aliamini ahadi ya Bwana. Mungu anataka yale yote anayotangaza katika madhabahu hii uamini. Amina. Haleluya. Usiwe Tomaso, usiwe na mashaka, usiwe na hofu ya kuona Mungu ni mdogo. Ibrahimu baba yetu wa imani aliamini. Ili akutendee ni lazima uamini ya kwamba atafanya. Ili Mungu akutendee. Ibrahimu aliambiwa mtoe Isaka, alikubali kutoa sadaka inayouma. Kama unamwamini Mungu, utatoa sadaka inayouma na zaka. Sadaka inaleta harufu nzuri mbele za Bwana. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 31 na mstari wa 54, anaambiwa alete sadaka nzuri, abarikiwe. Una wakati Mungu amesema na wewe, anza kumwamini kwa sadaka zako na zaka zako, zile ambazo zinauma. Haleluya. Toa muda wako, muda pia ni sadaka. Waimbaji unapokuja kuimba usidhani unapoteza, unajitoa sadaka ambayo inakuwa ni harufu nzuri mbele za Bwana. Wewe ambaye unalipa nauli unakuja kanisani, umejitoa sadaka, lakini Bwana anataka ujitoe zaidi. Kama umesema unamwamini Yesu mfufuka, ni lazima uwe ni mtoaji wa sadaka. Alimwambia Ibrahimu, nipe kitu kinachouma. Haleluya. Mjaribu Mungu kwa matoleo yako uone kama hatafungua milango na madirisha ya mbinguni. Anawaambia nijaribuni. Je, uko tayari kumwamini Mungu kwa kumjaribu kwa kitu kinachouma cha kwako? Haleluya. 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 Kwa nini unajiuliza maswali? Ni Mungu ni shetani? Kama unamwamini Mungu, maandiko yananiambia Tabitha alifufuliwa. Kusoma kitabu cha Matendo sura ile ya 9 mstari wa 36. Sadaka inaweza kufufua mambo ambayo umesubiri kwa muda mrefu. Sadaka inaweza kuchokoza moyo wa Mungu akakujibu kwa haraka. Kama unaamini ya kwamba sadaka yangu italeta majibu katika maisha yangu, utatoa. Tabitha alipokufa, watu walikumbuka zile sadaka, ule wema wake. Sadaka
inaambatana na matendo mema. Tomaso hakumwamini Yesu ya kwamba amefufuka. Akili yake ilikuwa inamwambia hawezi kufufuka, ameshakufa, yuko kaburini. Ni mara ngapi wewe Mungu ameongea na wewe? Wewe ni tajiri, hapa utavuka. Wewe hauumwi, wewe hauna pepo, wewe nitumikie. Unaamini? Uko tayari kumwamini tena? Kama uko tayari, punga mkono wako namna hii ili Yesu afurahi. Tabitha, Matendo 9:36, hebu tusomee. Unapotenda mema, unapowatendea watu mema, lazima imani yako itaongezeka. Matendo sura ya 9 mstari wa 36. Nitasoma kwa jina la Yesu. Na mwanafunzi mmoja alikuwako Yafa, jina lake Tabitha, tafsiri yake Dorcas, yani paa. Mwanamke huyo alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Ikawa siku zile akaugua akafa. Hata alipokwisha kumosha wakamweka orofani. Na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, na wanafunzi wamesikia kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu wawili kwake kumsihi kusema, usikawie kuja kwetu. Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika wakampeleka juu orofani. Wajane wote wakasimama karibu naye wakilia na kumonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa familia yako wataonyesha nini? Una kitu cha kuonyesha, cha kumconvince Mungu atende? Unacho? Hawa watu walikumbuka matendo mema. Mtu wa Mungu naye kuja mahali hapa, tenda matendo mema. Wapende watu, wavumilie watu, wahurumie watu, wasamee watu. Halafu toa sadaka zao. Sadaka inachokoza mbingu kutenda. Kwa nini niko hapa? Kwa nini nakuwa nalala hapa? Kuna wakati nimesacrifice ndoa. Kuna wakati nimekubali mume asinielewe, nibaki na Yesu. Haleluya. Kuna wakati nimekubali familia yangu isinielewe, nibaki na Yesu na nikuhudumie wewe. Kama unajua nimetoa sadaka ya muda, wewe utatoa sadaka ya mali, kazi hii iendelee. Utatoa sadaka ya muda wako, kazi hii iendelee. Utashirikiana na mtumishi kuja katika maombi, kufunga, kuja kwenye mikesha, kuja ibada za katikati. Unapojitoa, neema inashuka. Bwana Yesu asifiwe. Hao watu walimwambia Mungu, hapana, Tabitha hawezi kufa. Mungu anataka utende mema mpaka shetani na watu wake waseme wewe unastahili kumiliki Range Rover. Wewe unastahili kwenda kwenye ndoa. Wewe unastahili kuwa na watoto. Wewe unastahili mapepo yote yanayopigana na wewe yaondoke ndani yako. Sadaka inachokoza moyo wa Mungu. Sadaka inaondoa roho ya kutokuamini kama ya Tomaso. Tomaso hataki kuamini. Ni mara ngapi wewe umwamini Mungu? Kuna wakati uliumwa karibia ufe, akakutokea. Yalikuwa mizimu na maruerue. Ni Mungu ndiye aliyekuokoa. Anataka kuanzia leo uongeze viwango vyako vya kumwamini. Bwana Yesu asifiwe. Kornelio, Matendo sura ya 10 mstari wa 1 mpaka 23, akamwambia Kornelio, sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Kama ulikuwa unapuuza kitu kinaitwa sadaka, anza leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sadaka yako tutahubiri injili, kanisa hili litajaa. Kwa sadaka yako tutanunua umeme na maji. Kwa sadaka yako mtumishi ataishi vizuri. Kwa sadaka yako utachokoza moyo wa Mungu kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Kornelio anaambiwa, sikia, usichoke kufunga na kulalamika sana. Sadaka zako zimeshafika. Bwana anataka ubadilishe mtazamo wa kuona umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii na kutoa sadaka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kama unamwamini Yesu, zuia ulimi wako usinene mabaya. Zaburi ya 34 mstari wa 15. Kuna watu wameokoka, wamejifunga kwa maneno yao, nitakufa. Kwa nini? Ni roho ya kutokuamini. Kwa nini leo watu wengi wanazunguka makanisa? Leo kwenye chumvi, leo kwenye kukanyaga mafuta, leo kwa Nabii Olivia, kesho wao kwa Nabii Olivia kuna upako. Ngoja niende tena huku na huku. Anataka Yesu muamini. Ukimwamini Yesu ya kwamba niwe na gari, niwe na fedha, nisiwe na fedha, yeye atabaki kuwa baba yangu.
asifiwe. Ukimwamini utazunguka huku. Bwana Yesu asifiwe. Ukimwamini Yesu atakufunulia. Biblia inasema mambo yale yaliyofichwa aliwafunulia wale wanaompenda. Unatakiwa uombe mpaka jambo litokee. Pokea hiyo neema. Pokea hiyo neema ya kuomba. Pokea hiyo neema ya kutoa kama Kornelio. Bwana Yesu asifiwe. Tomaso anasema, mimi nisipoziona mikononi mwake ishara na sijui misumari sisadiki. Ni maana ngapi wamejiambia mimi huyu, mimi Mungu mimi nijenge nyumba, mimi nimiliki redio, mimi nimiliki TV. Na mimi nakwambia Repoimu TV inakuja. Redio inayoongelea habari za huduma hii siku nzima, wiki nzima inakuja. Andika kwenye diary yako tarehe na mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini usitamke vitu vikubwa? Kwa nini usione Mungu atafanya mambo makubwa? Kwa nini unaona mimi hata kama si huyu mke, sijui huyu mume, sijui huyu mchumba, kwamba Mungu anaweza akakupa mke tu, mume tu, akambadilisha akawa kitu kizuri. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni saa ya kufunguliwa kwako na dada wa jibu, Nabii Oliva Elisha. Nabii Oliva, dada wa jibu, ana majibu ya maswali yako. Una swali? Piga simu namba 0678-429-429 na 0692-370-805. Utahudumiwa kwa saa 24.